Zaidi na zaidi tuko makini na tunachokula na tunataka kiwe salama. Kuwa mkulima organic au wa kiasili sio ngumu. Tuko na Karisa Makini kutoka Kapi, wazalishaji wa viuadudu vya kiasili. Kama kawaida, kwanza atakagua shamba ili kuona changamoto zake. Sasa Bwana Edward, nia ya kupanda avocado zako ilikuwa gani? Kwa nataka kuuza, naweza kupata mapato ya kutosha. Yenye inabaki sasa naweza tumia kama familia. Yes. Na umekuwa na changamoto zozote? Changamoto ziko. Avocado zangu zinaanguka ama zinaiva mapema, matunda zikiwa kidogo. Na kwa hiyo avocado unakuta kuna spots za white. Alafu matawi yake huwa yanaanguka. Yale ambayo Edward anazungumza ni ya kweli. Mojawapo ya shida ambazo anazo ni hiyo ambayo ametaja, hiyo nyeupe kwenye tunda. Kwa hivyo hii ni thibitisho kuwa kuna mdudu ambaye anaitwa FCM, False Codling Moth. Mdudu huyu ni mdudu wa usiku. Mchana apigi mashambulizi, mashambulizi anayapiga usiku. Usiku, mkora kabisa. Mchawi huyu. Na ina madhara gani katika zao la mkulima? Katika zao la mkulima, wakati unapata mavamizi ya FCM, kumaanisha zao lako huwezi lipeleka sokoni. Jambo la pili ndio hilo analozungumza hapa, matunda yanaiva mapema na hayaja kuwa tayari, yanaanguka chini. Kwa hivyo unapoteza hasara. Kwa hivyo FCM lazima uidhibiti mapema. Wakati naona hii rangi nyeupe, Yes. ni Sahila anaingia ndani ya avocado, anachimbua anaingia, ama ni Sahila anachimbua akitoka? Swali zuri hizo. Na nataka nikujibu kikamilifu. Ndio. Tukitumia Tuingie darasani sasa. tuingie darasani hapa. Haya. Okay. Sasa hii ni orodha gani uko nayo hapa? Sasa huu ni mzunguko wa maisha wa mdudu huyu ambaye anaitwa FCM. Mayai yanatagwa kwenye tunda la mparachichi. Ndio. Yakishatagwa pale, hicho kiwavi sasa kikitoka ndio kinaingia ndani. Ndio. Hiyo ndio tunaita lava. So lava akiwa ndani anakula, anashiba, anaondoka ndani ya tunda. Sasa kisha ondoka ndani ya tunda ndio utaona weupe huu. Huu weupe sina lugha mwafaka, lakini ni kinyezi cha huo mdudu. Sawa. Lava kisha ondoka hapa, anaenda kwenye hatua nyingine tunaita pupa. Pupa hii hupatikana kwenye mchanga, manake mchangani. Ikitoka kwenye pupa inaenda adult. Adult sasa ni huyo FCM mwenyewe, ana mabawa, yaweza kupaa. Kaenda azunguka sasa kwenye shamba, tafute mparachichi pale, aweke mayai yake pale, hivyo mzunguko waendelea. Mahali pa kwanza pa kuanzia ili kukata huu mzunguko ni wapi? Hiyo stage ambayo tunaita pupa iliyoko mchangani, mara kwa mara haishughulikiwi. Ndiposa niko hapa kuambia kuna dawa ya kutibu pupa ikiwa mchangani. Kuna tembe inaitwa flower dust. Ukitaka kutumia flower dust lazima mwanzo uhakikishe hiyo sehemu ya mti, chini ya mti pale, yani ni safi. Na mimi najua hiyo majani ndio natumia kwa mulching, kuhifadhi maji. Na usiwe na wasiwasi kuwa ukiondoa mulch mmea utakauka, manake mmea wenyewe wa avocado una kivuli chake. Kinatosha kukusaidia kuhifadhi huo unyevu ambao uko kwenye mzunguko pale wa mti. Flower dust tunaitengeza kutokana na pareto. Ni organic kama? Ni dawa ya kiasili. Kwa hivyo unapoitumia haina madhara, ni rafiki kimazingira na ni rafiki pia kwa afya ya mwanadamu. Flower dust kiasilia ni dawa ya unga. Inanyunyizwa chini ya mmea. Inapoua pupa, kumaanisha imekuhakikishia kuwa huo mzunguko hauendelei. Naweza itumia mara moja kwa mwaka ama inatumika vipi? Ukiweka leo utangoja wiki 6 ndiposa urudi tena na flower dust. Nikishaweka hiyo flower dust. Naam. Hiyo ni kumaanisha hakuna wakati mwingine nitapiga dawa ndio iweze kuua ile adult moth? Kumbuka flower dust tunamzuia tu pupa ambayo yuko mchangani. Sawa. Kuna stages ambazo zilibaki kwenye mmea ambazo ni adult, eggs and larva. Kwa hivyo hizo lazima zipigwe dawa. Na dawa hii tunaita biopest. Biopest ni muunganisho wa ambayo mojawapo ni neem, alafu nyingine inaitwa Carangen. Dawa mbili zinaunganishwa pamoja. Zinaunganishwa pamoja na ufanisi wake ni wa hali ya juu. Kwa hivyo jinsi unavyotumia hii dawa Biopest, wahitaji kuchanganya na maji.
milimita 2 kwa ujalizo wa lita 1. Biopest jinsi inavyofanya kazi, lazima iguse mmea, iguse mdudu, unyunyuzie vizuri kwenye mmea. Lazima dawa hiyo ifike kila sehemu, ndiposa uweze kupata manufaa ya dawa hii. Kila kitu, matawi, kila kitu, upige sehemu ya chini, sehemu ya juu, kote kote. Naam. Na sasa hiyo nitapiga spray mara ngapi? Dawa hii unapiga mara 1 kwa wiki. Okay. Lakini inategemea wadudu ni wengi kiasi gani kwenye mmea wako. Ndio. Wakiwa ni wengi sana, lazima upunguze hiyo unasema interval iwe fupi, ndio uweze kuwamaliza mapema. Lazima uweze kumonitor FCM, na kumonitor FCM unahitaji mitego. Mitego hii inaitwa pheromone traps. Hii utaipata kule madukani. Haya basi, uliona changamoto nyingine Bwana Karisa? Tawi hili limevamiwa na mdudu anaitwa Passia mite. Passia mite ni mdudu pia hatari. Manake ukita kambi sehemu ya chini ya matawi, inafyonza, inaacha tawi likiwa limelegea, mara nyingi utalipata limeanguka. Na vile vile dawa hiyo ambayo nimekuambia inaitwa Biopest inalikabili pia changamoto hili. Kumbuka nimekuambia Passia mite anakita kambi chini ya tawi, so lazima pia katika kupiga dawa kwako uhakikishe kuwa sehemu ya chini ya tawi linapata dawa. Kumbuka dawa zetu hizi zote ni za kiasili. Haiachi masalio ya kemikali kwenye mmea. Kwa King'enge tunasema residue. Umefurahia? Nimefurahia kabisa. Mimi ni organic. Yes. Kwa hivyo umeongezewa tena. Kabisa. Haya basi.